Mtu aliyeokoka hapaswi kulindwa na mtu, analindwa kutoka rohoni mwake. Yuko anayesema, yuko anayeongea naye. Hautalindwa na fimbo, hautahimizwa, yuko anayehimiza, yuko anayelia, yuko anayeombea. Roho Mtakatifu ndani ya mtu ni ushindi mkubwa sana kwenye dhambi, kwa sababu kadri unavyozidi kumpa nafasi ndivyo anavyozidi kukuonyesha ubaya wa dhambi, na ndivyo ambavyo unavyozidi kuwa sijui nisemeje. Roho Mtakatifu ndani ya mtu kadri unavyozidi kumpa nafasi, mpaka kuna wakati macho yako haya yatakuwa si yako, ni macho ya kwake. Mikono si yako, ni mikono ya kwake. Miguu sio yako, ni miguu. Masikio sio, akili sio yako. Utafika wakati mambo ya dunia utaona kama kinyaa, kwa sababu yeye ni mtakatifu, ni msafi. Yuko ili kukuosha, yuko ili kukutetea. Ni nguvu ndani mwako ya kushinda uovu. Sema amen. Sema amen. Mtu mwenye Roho Mtakatifu anachukia anapoona mwanamke amekaa uchi. Roho Mtakatifu hawezi kushangilia, ndani yake anaona kero. Na sasa yule mtu amempa nafasi, na yeye anaona kero. Ndio maana hapa tunapishana. Wengine wana hasira na nguo mbovu, wengine hawana hasira. Hawana kitu kinachowapa hasira juu ya hicho. Hawana.